Amina. Nachukua fursa hii na nafasi hii kumshukuru Mungu kipekee kwa kunitetea na kunisaidia na kunitia nguvu kusimama kwenye madhabahu. Mimi huwa sichukulii kawaida kusimama, lakini ninaona ni neema ya Bwana. Haleluya. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, baba wa madhabahu haya, kwa kunilea vizuri na mimi nikakubali kukaa chini na kulelewa mpaka nikaweza kusimama. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki wewe uliyefika siku ya leo. Ni siku ya pekee, siku ya kupokea muujiza wako, sio siku ya kawaida. Hautatoka kama ulivyoingia, lakini utatoka na ujasiri na nguvu za kuendelea mbele. Mungu awabariki sana. Amen. Mbarikiwe sana nyie mnaofanya usafi, ni watumishi wa Mungu pamoja nasi. Taabu yenu sio bure. Hiyo kazi sio bure mbele za Mungu. Mnafanya kitu cha muhimu sana. I salute you. God bless you. Sasa tunaenda kuingia kwenye neno la Mungu asubuhi ya leo. Neno lenye kichwa nguvu ya kufanya maamuzi. Nguvu ya kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kufanya maamuzi hivi hivi bila kuwa na nguvu ya Mungu ndani yako. Maamuzi yanatokana na nguvu iliyo nyuma yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu wanafanya maamuzi ya kuitumikia dunia kwa sababu aliyeko nyuma yao ni ibilisi. Haleluya. Lakini sisi tumeyafanya maamuzi ya kumtumikia Mungu wetu kwa sababu tunaye Mungu ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kujifunza kisa kimoja cha wakoma wanne. Wale wakoma walifanya maamuzi pamoja na ukoma wao, pamoja na kutupwa nje ya lango la mji wa Samaria, lakini wakafanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uelewe kuna maamuzi unatakiwa uyafanye ya kumtumikia Mungu liwalo na liwe. Hata kama Mungu hajafanya kama unavyotaka wewe, bado atabaki kuwa Mungu. Haleluya. Bado atabaki kuheshimiwa kama Mungu. Hata kama hakufanya kama wewe ulivyotaka, bado yeye ni Mungu wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia kisa cha wale vijana watatu ambao ni Shadrach, Meshach na Abednego, wao walimwambia mfalme, hatutainamia sanamu yako. Haleluya. Hata kama Mungu hatatuokoa kwenye tanuru ya moto wako wewe mfalme, hatutaabudu masanamu, hatutainamia sanamu, hatutakuinamia wewe mfalme, tutamuinamia Mungu wa mbingu na nchi. Haleluya. Hata kama mazingira yanaonyesha hayako vile unavyotaka yawe, lakini ni vizuri kufanya maamuzi. Ukishafanya maamuzi, Mungu anaona mtu ambaye amekomaa. Mungu anaona mtu ambaye ana nguvu za rohoni, mtu ambaye sio mtoto wa kiroho tena, lakini ni mwana. Haleluya. Ukishatoka kwenye hatua ya kuwa mtoto wa kiroho na kuwa mwana, unakuwa na maamuzi magumu. Haleluya. Unaweza ukasimama hata mbele za watu na ukasema Mungu ameniokoa. Haleluya. Hata kama wao wakiangalia wanaona wewe una kasoro fulani, wewe haujalishi na hilo, maana unajua aliyeko ndani yako ni tofauti na aliyeko katika ulimwengu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Moja, tunatakiwa tufanye maamuzi yapi? Bwana Yesu asifiwe. Maamuzi yako yanatakiwa yaongozwe na Mungu. Haleluya. Maamuzi unayoyafanya yabakiwe na Mungu au na Roho Mtakatifu awe nyuma ya hayo maamuzi, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote unatakiwa ujue ya kwamba wewe ni original. Wewe sio OG. Wewe sio photocopy. Wewe ni OG. Samahani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni OG, sio photocopy. Umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mtu anayetakiwa kukushusha wewe
ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Siku zote usijilinganishe na mtu yoyote. Acha kujilinganisha, kwa sababu wewe ni original, sio photocopy. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maamuzi yako yanatakiwa yaongozwe pia na neno la Mungu. Yaongozwe na neno la Mungu, kulisoma neno, kulitafakari neno. Neno litakupa maelekezo. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa unalisoma neno kama novo au kama Biblia, kama kitabu tu cha kawaida cha story, lakini utasoma kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma taratibu kwa kurudia. Bwana Yesu asifiwe, mpaka ulielewe lile neno liingie ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sio kusoma tu umalize, lakini unasoma huku ukisikiliza ufunuo unaokuja kwako, maana neno ni pumzi ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tuangalie neno la Mungu katika Wafalme wa Pili sura ya 7. Tuanzie hapo mstari wa 3 mpaka mstari wa 6, lakini tunaenda kusoma hatua kwa hatua ili tuelewe kile ambacho Mungu anataka kufanya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Tutaangalia mfano wa wakoma, watu wa kawaida kabisa, watu ambao walikuwa wamedharaulika, lakini walileta mabadiliko makubwa katika mji au katika taifa la Samaria. Tusome. Mtumishi wa Mungu, naomba unisomee Wafalme wa Pili sura ya 7, tunaanza mstari wa 3. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma. Penye lango la mji. Wakasemezana. Mbona tunakaa hapa hata tufe? Bwana Yesu asifiwe. Acha nikurudishe nyuma kidogo. Walikuwa wanasemezana hivyo kwa sababu walikuwa tayari, ukisoma kuanzia sura ya pale mstari wa 1 utaona walichokuwa wanasemezana, kwa sababu walikuwa wamewekwa nje ya lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu walikuwa na ukoma, hawaruhusiwi kukaa ndani ya mji, maana wataambukiza watu ukoma. Haleluya. Lakini pia kule mjini kulikuwepo na njaa. Haleluya. Walisemezana wenyewe, mbona tunakaa hapa hata tufe? Haleluya. Hayo ndio maamuzi unatakiwa kuyafanya. Usikae tu hivi, maana Mungu hakukuleta duniani kwa bahati mbaya. Alikuleta kwa makusudi yake. Makusudi ya Mungu ni yapi? Ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walisemezana wao kwa wao, pamoja na ukoma wao, wakiwa 4, wakasema mbona tunakaa hapa hata tufe? Tuendelee. Tukisema tutaingia mjini. Mjini mna njaa. Nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa. Tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi. Wakituua tutakufa tu. Bwana Yesu asifiwe. Wao walielewa kwamba hakuna mtu ataishi milele. Haleluya. Ndio maana wakafanya maamuzi. Tunajifunza juu ya nguvu ya kufanya maamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Fanya maamuzi sahihi. Fanya maamuzi ya kumtumikia Mungu. Fanya maamuzi ya kuwa mnyenyekevu. Hata kama Mungu angekuinua, hata kama ungekuwa na jina kubwa kiasi gani, fanya maamuzi ya kubaki ukiwa mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao walifanya maamuzi, wakaambizana, tukiendelea kubaki hapa nje tutakufa. Tukiingia kule mjini mna njaa. Halafu kuwa pale mjini walikuwa na riski mara 2, maana wangekufa na njaa na pia wangeuawa, maana tayari wameshawekwa nje ya lango la mji. Bwana Yesu asifiwe. Wao wenyewe wakasemezana, afu wakaambiana, twende tukaliendee jeshi la Washami. Bwana Yesu asifiwe. Wakituhifadhi, wakituacha hai tutaishi, na
wakituua bado tutakufa tu. Haleluya. Imagine wako nje, wana ukoma, wana maumivu, alafu wana njaa. Ukiangalia mchini kuna njaa pia, maana watu kule walikuwa wanakula vichwa vya punda na mavi ya njiwa. Hebu angalia ilifika situation gani. Wakati mwingine mwanamke kwa mwanamke waliambizana, ninaomba leo tumle mtoto wako, tumchemshe tumle, alafu kesho tutamla wa kwangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni hatari katika mji, ilikuwa ni hatari katika taifa lile. Haleluya. Lakini hawa wakoma waliokoa taifa lote. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie, Mungu anapofanya kazi, afanye kazi kama wewe unavyofikiria. Wanadamu sisi tungefikiria labda Mungu angemtumia rais wao, labda Mungu angetumia mtu mwenye jina katika taifa lao, lakini alitumia wakoma wanne. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa ameshatoa unabii, kesho yake unga utauzwa kwa bei rahisi. Haleluya. Unga utauzwa kwa bei poa, lakini yule mlinzi aliyekuwa langoni alimkejeli nabii wa Bwana. Alimwambia hata Mungu angefungua madirisha ya mbinguni, afungue na milango ya mbinguni, haliwezekani neno hili. Haleluya. Elisha akamwambia utaona, lakini hutakula. Haleluya. Na kuomba ufanye maamuzi sahihi. Fanya maamuzi ya kumtumikia Mungu, hata kama wengine wote watakataa, hata kama katika familia yako utabaki mwenyewe ambaye unamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Fanya maamuzi yaliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliamua kuwatumia wakoma, aliamua kuwatumia wakoma ambao walifanya maamuzi, wakasema tumeamua, maana tukikaa hapa nje tutakufa, tukiingia mjini kuna riski mara mbili, tutakufa na njaa au tutauawa, maana tayari tushatupwa nje. Haleluya. Wakasema tunaliendea jeshi la Washami, tunaliendea jeshi la Washami. Wakituacha hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. By the way. Haleluya. Tuendelee kusoma. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami. Kumbe hapana mtu. Sema kumbe hapana mtu. Haleluya. Hebu angalia Mungu anapofanya mazingira yawe safi. Wakati wewe umefanya maamuzi, wakati haujaogopa kuonekana umeokoka. Maana watu wengine wanasema kuokoka ni ujinga. Wengine wanasema ukiokoka unakuwa kama unapitwa na mambo yaliyopo. Haleluya. Lakini ni vizuri kusimama na kutunza utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Walipofika walikuta hapana mtu. Hebu tusome hapo chini ili tuone kwa nini palikuwa hapana mtu. Kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari, na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti, na wafalme wa Wamisri, waje wapigane nasi. Haleluya. Walisikia kishindo cha magari ya majeshi na magari ya farasi. Bwana Yesu asifiwe. Wakasema mfalme wa Israeli amewaajiri mfalme wa Wahiti na mfalme wa Misri waje wapigane nasi. Tuanze kuondoka mapema wasije wakatukuta. Lakini imagine ni wakoma wanaotembea wakichechemea, wanatembea kwa maumivu, lakini wakawekwa ndani yao kishindo. Haleluya. Ninakutabiria asubuhi ya leo, Mungu akaweka kishindo ndani yako kwa maadui wako wanaotafuta nafsi yako, wanaofuatilia maisha yako.
muda wa kutumia akili zako, elimu yako umefika mwisho. Mwachie Bwana nafasi afanye ya kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Mungu anaviheshimisha vitu ambavyo vinaonekana kama vimedharaulika duniani, ili apate kuvidhaurisha vile ambavyo vinaonekana kama vina nguvu. Haleluya, haleluya. Natamka heshima kwako kuanzia leo. Mungu atakuheshimisha kuanzia leo. Kazini kwako utaheshimiwa kuanzia leo. Kwenye masomo yako utaheshimika kuanzia leo. Hautakuwa wa mwisho, utakuwa wa kwanza. Mungu atakupigania na wewe utanyamaza kimya. Utafurahia wokovu wa Mungu. Haleluya. Sijui kama mnaliona neno hili kama mimi. Mimi ninaliona kwa upana wa hali ya juu. Kumbuka hawa watu ni wakoma, lakini wanasikizishwa kishindo. Alafu wanasema amewaajiri, amechukua na mataifa mengine. Mfalme wa Wahiti na wa Misri wameleta majeshi yao, wamekuja kutuvamia. Haleluya. Wanaondoka kabla hapajakucha, kabla hapajapambazuka, wanaondoka kabisa, wanaacha mali zao ili neno la Elisha nabii wa Mungu litimie. Haleluya. Wakati mwingine tunapofanya kazi ya Mungu kwa imani, unaweza ukatamka kitu na ujui kitatokeaje, lakini Mungu anakuja kwa sababu anaangalia kile unachokisema. Anakuja na kubaki yale maneno yako na yanatimia kwa jina la Yesu. Usiogope kabisa, maana Mungu yuko upande wako, atakutetea kwa jina la Yesu. Kikubwa tu ni kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, kaa kwenye utakatifu, tafakari neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikwambie kitu kimoja, siku zote ukiona kuna situation upo ambayo hata kuomba unashindwa, tafakari tu wema wa Mungu. Tafakari wema wa Mungu. Angalia alikokutoa. Haleluya. Angalia mbali kote alikokutoa na utashinda. Atakupeleka hatua nyingine mbele zaidi kwa jina la Yesu. Fanya maamuzi sahihi na ujue wewe sio photocopy. Wewe ni original. Umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Jehova. Amen. Tusiwe na mtu yoyote yule wa kukushusha hadhi yako, wa kukushusha thamani yako. Una thamani kubwa sana mbele za Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee kusoma. Mstari wa 7. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao, na farasi zao, na punda zao, na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu, mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu wakaenda wakavificha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 9. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema. Na sisi tunanyamaza. Tukingoja hata kutakapopambazuka. Madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe.
Waliingia hema ya kwanza, wakala wakashiba, wakachukua fedha, dhahabu, wakaenda wakaficha. Hema ya pili vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha, na nguo nzuri wakazificha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakasemezana, kwa sababu kwenye hili tendo Mungu alikuwa anataka atukuzwe kwenye hili. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kuna maneno ya nabii wa Bwana ambaye alisema kesho yake unga utauzwa kwa bei nzuri kabisa. Haleluya. Na hakujua itakuaje, lakini Mungu akatumia hawa wakoma kwa wakaambizana, neno hili tulifanyalo sio nzuri. Haleluya. Maana leo ni siku ya habari njema. Sema habari njema. Ni siku ya habari njema. Wakaondoka kumpelekea mfalme taarifa. Haleluya. Ili wapate chakula. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na wakachukua hatua hiyo. Sasa mimi nataka kukuambia nini kwenye hili? Nataka nikwambie Mungu huwa anaangalia moyo wako, huwa anaangalia maamuzi yako, ya kwamba anachokupa unafanyia nini. Haleluya. Unachopewa unafanyia nini? Ukipewa unaweza ukasimama na mtu mmoja, unaweza ukasaidia mtoto mmoja yatima na ukamsomesha na ukamnunulia uniform, ukamnunulia madaftari, au ni kwa ajili yako mwenyewe. Haleluya. Yakobo anasemaje? Anasema mnaomba lakini hampati, kwa sababu mnaomba vibaya ili mtumie kwa tamaa zenu wenyewe. Unamwomba Mungu ili ufanyie nini? Haleluya. Unamwomba Mungu hicho kitu ili upewe ufanyie nini? Waonyeshe watu kwamba wewe ni mkubwa. Kuna vipaji hamjapata kwa sababu bado Mungu hajaona unyenyekevu ndani yako. Haleluya. Ukipata hicho kipaji, watu watakuwa rahisi kukufikia, au watakuwa mpaka wakufikia wewe wametoa jasho tone la mwisho. Haleluya. Mtumishi wa Mungu, Mungu akikuinua wewe utaweza kuongea na watu wa hali ya chini, au utakuwa basi kuna matabaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie, chochote ambacho Mungu anakupa, kama ni fedha, sio kwa ajili yako. Haleluya. Ni kwa ajili ya wengine. Ni kwa ajili ya wengine. Uwabariki wengine. Usifurahie mtoto wa jirani anakosa kwenda shule na kwa sababu amekosa nauli au amekosa ada. Mlipie huyo mtoto ili wakwako naye kuna mtu atasimama na yeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu naweza nikasema walikuwa na mwito mkubwa sana wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuja kujifunza tuone kila kitu kwenye kila idara uliopo. Wewe ni mtumishi wa Mungu mahali pale. Haleluya. Hata kama mtu ni konda, yeye ni mtumishi wa Mungu mahali pale. Hatakiwi kuacha mtoto wa mtu kwa sababu hana nauli. Kuna mtoto kala 100, amebaki na 100, anamwacha hapo. Hajapanda mbegu njema, akavuna kwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu unavifanya leo, huna mtoto, huna watoto kabisa, lakini utavuna kwa kizazi chako. Tupende mema. Bwana Yesu asifiwe. Tuyatende mema. Haleluya. Hawa watu waliamua kabisa, wakasema hatufanye vizuri. Kwani nani angewaona? Si wangekula wafite? Kwanza wangeanza kusema walitufukuza, wangeanza kujihesabia haki. Haleluya. Lakini wao waliamua, twende tukapeleke habari njema kwa mfalme wetu ili aweze kupata chakula. Haleluya. Walikumbuka ile njaa, wakakumbuka watoto wanakufa, wakakumbuka wale maskini, wakafanya tendo la imani na wakafanya tendo la huruma. Ukiwepo duniani uwe tabasamu kwa mwingine. Haleluya. Usiwe machozi kwa mtu yoyote, lakini ufanyika tabasamu. Fanya maamuzi kuanzia leo ya kwamba mimi nitamtumikia Mungu kwa chochote nilicho nacho, kwa nguvu zangu, kwa kila kitu nilicho nacho. Sitalaani watu, nitawabariki. Hata kama wamenikosea, sitawalaani, lakini nitawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Simama juu kwa miguu yako.